Jina la Bwana libarikiwe. Ninawasalimu kwa jina la Yesu aliye hai. Ninamshukuru Mungu huyu ambaye ametupa uzima kwa siku nyingine ya leo, na tuko mahali hapa kwa sababu tunamhitaji Mungu awe msaada wetu wakati wote wa karibu. Somo letu ambalo tunalianza tutakwenda nalo kwa wiki zote hizi mbili mfululizo ni somo la Roho Mtakatifu. Unaweza usijue kwa nini Roho Mtakatifu ukawa unasikia tu, lakini ni jambo la muhimu sana kwa mtu aliyeokoka au kwa Mkristo kumjua huyo Roho Mtakatifu ni nani na ana muhimu gani sana kwenye maisha yetu. Kwa maana tutakuwa na wiki mbili za kumwelezea huyu na kuhitaji nguvu zake pamoja nasi. Kitabu kile cha Luka sura ya 11, unaweza kanisomea mstari ule wa 13, wakati mimi nasoma Luka 24 mstari ule wa 49. Ukiwa umekwisha kupata unaweza kasoma. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Sasa hilo ni swali anawauliza waombaji, kwamba yoyote ambaye anaomba huwa anapewa. Na anajaribu kumuuliza muombaji kwamba je, muombaji yoyote kama atamuomba Roho Mtakatifu, unafikiri baba yako aliye mbinguni atashinda kukupatia? Kama baba mwovu anaweza katoa vipawa vyema kwa watoto wake. Yesu anafundisha kwa maswali, akiacha mioyoni mwetu matamanio yasiyo ya kawaida. Katika kitabu kile cha Luka sura 24 mstari ule wa 49, anasema, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Yesu anaita ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu hata mvikwe uweza utokao juu. Kuna jambo ambalo nimeanza kutambua kwamba watu fika wakati hawamtambui Roho Mtakatifu ni nani. Kuna wengine nimewasikia wakimweleza Roho Mtakatifu kwamba Roho Mtakatifu ndio Yesu huyo huyo, ndio Baba huyo huyo, ndio Roho Mtakatifu huyo huyo. Na wanatoa tafsiri kwamba Yesu alipokuwa katika mwili alikuwa anaitwa Yesu, alivyoenda amerudi tena anaitwa Roho, tena ndio huyo Baba. Sasa inaita mkanganyiko kupita kiasi, na unakuta maandiko ya kimsingi mtu anakuwa hana. Sasa mimi nakwenda kuzungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, na nataka kwamba kila mmoja aweze kuingia kwenye uzoefu huu wa burudani hii ya kuwa naye. Napomzungumza Roho Mtakatifu tunahitaji kuona mtu anajazwa, na tutakuwa na siku maalumu ya kujazwa Roho. Jina la Bwana libarikiwe. Na nitakapokuwa nazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, nitakwenda kumwelezea yeye ni nani kwa undani hasa, si kushika fundisho la kwamba huyo ndio Yesu, Roho Mtakatifu ndio Yesu, Roho Mtakatifu ndio Baba, Roho Mtakatifu ndio Roho Mtakatifu. Kwa hiyo naona kuna mkanganyiko ambao unaonekana. Yawezekana ni kwa sababu somo lenyewe ni gumu sana na kulifundisha. Bwana Yesu atusaidie. Lakini mkono mwema wa Bwana uwe pamoja nawe, na Bwana akusaidie kuelewa.
na nyakati zote tukiona huyu Roho ndani yetu, tukishajazwa Roho, yani utaona wokovu ni mserereko tu. Maombi kwako itakuwa ni mserereko. Mafuno kwako itakuwa ni mserereko. Kila jambo utalijua kabla lenyewe halijakuvamia. Lakini pasipokuwa na huyu Roho tutatumia sana akili zetu. Utajikuta utaona kila mmoja anatumia akili yake mwenyewe. Utafanya maamuzi ambayo anahitaji Mungu aingilie kati, uungu wa Mungu ufanye. Utajikuta unafanya ubinadamu. Na ukifanya ubinadamu ni akili ya kawaida. Sasa tunataka watu ambao wanamtumikia Mungu katika roho na kweli. Sasa hapa na kwenda moja kwa moja, Yesu Masihi anazungumza na waombaji kwamba yeyote akiomba ajitie nia sana kumwomba Roho Mtakatifu ampate. Akishampata Roho tayari amepata kitu kikubwa sana cha ushindi. Atakusaidia namna kuomba. Atakusaidia namna kujua mambo magumu ambayo hayajulikaniki. Atakupa wepesi kwenye kazi zako, na atakwambia kazi unakwenda kuifanya sasa hivi unakwenda kupata hasara. Kwa hiyo ni rahisi kuchomoka kwenye mradi wa uharibifu bila kujali unataka kutapeliwa au kuna ukame, kwa sababu tayari unayemtoa taarifa ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini hapa tumesoma anasema kwanza msiondoke, ndo siku hiyo anapaa. Msiondoke kwenda kuhubiri habari njema. Msubiri kwanza muvikwe nguvu. Mkishavikwa uwezo utakao juu ndipo mtaenda kwa mashahidi wangu Yerusalemu, Samaria, Uyahudi na dunia yote. Bwana Yesu atusaidie. Sasa huyo Roho Mtakatifu ni nani? Hapa ndipo ana swali la kimsingi sana ambao tunahitaji kulijua na kujifunza. Huyo Mtakatifu ni nani? Napozungumza juu yake nitakuwa najaribu kueleza kwa undani zaidi ile nadharia ambayo watu wengi wanakuwa hawajui na inawapa utatanishi kupita kiasi. Hapa jambo la kwanza nitakwenda kumweleza sehemu tatu yeye ni nani. Moja, Roho Mtakatifu ni nafsi mojawapo ya Mungu wa Utatu. Ni nafsi mojawapo ya Mungu wa Utatu. Roho Mtakatifu ni nafsi mojawapo ya Mungu wa Utatu. Na anaposema kwamba kaeni kwanza mvikwe uweza utokao juu, kwa maana ya kwamba nitawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Tunauona Utatu Mtakatifu mahali hapo. Kwanza Yesu anazungumza kama nafsi, anamwelezea Baba kwamba huyu Roho Mtakatifu ni ahadi itokayo kwa Baba. Tunamuona Baba kama nafsi na tunamuona Roho Mtakatifu kama nafsi. Haleluya, haleluya. Nazungumza kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi mojawapo ya Mungu wa Utatu. Na kile cha Mwanzo sura ya kwanza na ya pili, katika uumbaji wa Mungu tunamwona Roho Mtakatifu anahusika kwenye maumbaji. Mstari wa kwanza na wa pili tunaambiwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Bwana alitulia juu ya virindi vya maji. Tunaona Mungu anapoumba, tunamwona Roho Mtakatifu akiwa ametuama kwenye maji, kwa maana ya kwamba anahusika na maumbaji ya Mungu. Lakini kwenye uumbaji wa mtu tunamwona Roho Mtakatifu anahusika kumuumba mtu. Sasa hapa nitakwenda kusoma moja kwa moja ile Mwanzo moja mstari ule wa 26 na 27. 26 tunamwona Mungu ambaye ni Elohim katika wingi.
na 27 tunamwona Mungu mmoja kwa maana ya Yehova. Bwana Yesu atusaidie. Sikiliza mstari ule wa 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Nazungumza juu ya Mungu aliye mmoja, ambaye tunamuona katika Utatu Mtakatifu. Hapa mstari 26 anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Anazungumza Mungu katika wingi wake, Mungu aliye Elohim. Unaposema Eri unamaanisha Mungu. Elohim ni Mungu mmoja wa pekee, muumba mbingu na nchi katika upekee wake, lakini katika hali ya wingi. Ndio maana nasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mstari wa 7 tunamwona Mungu aliye Jehova, Mungu mmoja wa pekee, anajiambatanisha na wanadamu, anajihusanisha na wanadamu. Anasema mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Sikiliza maneno kama hayo. Hapa anajitambulisha kama Mungu mmoja wa pekee, kwa mfano wa Mungu. Mwanamume na mwanaume ameumbwa kwa sura ya Mungu mmoja, Bwana amemuumba. Roho Mtakatifu ni nafsi mojawapo ya Mungu wa Utatu. Ukisoma ile sura ya 2 mstari wa 7 anasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tunamwona Mungu huyu ambaye hatenganiki, jinsi ya Mungu wa maajabu. Tunamwona huyu Roho Mtakatifu anapohusika katika maumbaji wa mtu. Hapa tunaambiwa Roho wa Bwana, Roho ya Mungu akaipulizia ndani ya hiyo sanamu, juu ya hiyo mtu wa mavumbi, naye akawa nafsi hai. Lakini jambo la pili, napomzungumza huyu Roho ambaye anahusika na maumbaji, ambaye tunamhitaji kwenye maumbaji yetu aweze kushughulika kutufinyanga kila siku, tunamwona katika jambo la pili anahusika juu ya uzazi wa Yesu. Maana yake kwamba hata kwenye uzazi wetu sisi wanadamu anahusika. Hakuna tabu au shida yoyote ambayo inakamata uzao wa mwanamke. Roho Mtakatifu akishaingia, yeye ni mtatuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamwona kwenye mazazi ya Yesu, Roho Mtakatifu anahusika. Katika kitabu kile cha Luka sura ya 1 mstari wa 34 na 35, tunaambiwa malaika Gabrieli akawa amekwenda moja kwa moja kwa Bikira Mariam, anamwambia utapokea mimba na utapokea mtoto na utamwita mwana wa Mungu aliye juu. Anasema itakuwaje jambo hili, mbona sijajua mume bado? Anamwambia Roho Mtakatifu atakuijilia juu yako, kwa kuwa anakwenda kuzaliwa ni mtakatifu kwa Bwana. Tunamwona Roho Mtakatifu anahusika kwenye mazazi ya Yesu, na ndio huyo ambaye atahusika kwenye uzao wa tumbo lako, na ndio huyo ambaye ataponya uzazi wa tumbo lako, ndiye anayehusika kwenye mazazi ya mwanadamu. Kwa pasipo yeye kuhusika, tunaona matatizo yanakuwa ni mengi kupita kiasi. Haleluya, haleluya. Nazungumza kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi mojawapo ya Mungu wa Utatu.
Unapojiuliza maswali, huyu ni nani ambaye Yesu Masihi anasema muombeni Baba awape Roho Mtakatifu, na msitoke hapa mvike kwanza uweza wa Roho, ndipo mwende mkaifanya kazi yangu. Manake ana jambo la tofauti, anao uwezesho usio kawaida, anao msaada usio kawaida. Yeye ni kiongozi, yeye ni mwalimu, yeye ni mfariji, yeye ni mchunguzi. Haleluya, haleluya. Sikiliza maneno kama hayo. Jambo la tatu, naposema Roho Mtakatifu ni nafsi mojawapo ya Mungu wa utatu, tunamwona kwenye mabatizo ya Yesu anahusika. Kwenye ubatizo wa Yesu Masihi anahusika moja kwa moja, na anahusika pia kwenye mabatizo yetu. Tunaambiwa kitabu kile cha Mathayo 3 mstari wa 16 na 17 kwamba Yesu alipokwenda Jordan kubatizwa na Yohana Mbatizaji, alipoingia majini namna hiyo, alipokwenda batizwa, Roho Mtakatifu akashuka kwa kiwili cha hua akaa kwenye bega la Yesu. Alafu sauti kutoka kwa Baba inasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Tunamwona Mungu aliye mmoja wa pekee katika umoja wake, lakini huyo huyo ni Baba, yuko mbinguni, anajirisha katika hali ya ubaba. Na Roho Mtakatifu tunamwona katika hali ya hua kwenye kiliwili kwenye bega la Yesu, na Yesu kama nafsi ya tatu anabatizwa mahali pale. Bwana Yesu atusaidie. Nazungumza Roho Mtakatifu ni nafsi mojawapo ya Mungu wa utatu. Ana uwezo wa kukusaidia, ana uwezo wa kufanya jambo la maisha yako, na aliyemwongoza Yesu kwenda kubatizwa ni Roho Mtakatifu. Na kwenye mabatizo alivyobatizwa, Roho Mtakatifu yuko mahali pale kwa ajili ya kufinyanga, kung'oa tabia za kale, kung'oa miungu ya kale. Huyu akiingia ndani yako ana uwezo wa kufinyanga matatizo yote, asili zote na roho zote king'ang'anizi. Jumapili niko nazungumza ujumbe wa kung'ang'aniwa kusiko kwa kawaida. Maana yake nini? Kuna maroho ambayo yanaweza kashikilia maisha ya mtu, yanaweza kukamia maisha ya mtu, na uwezo ukamng'oa roho chafu kwa namna nyingine yoyote. Anaingia mtaalamu wa kufinyanga aliyetwama juu ya maji katika maumbaji ya Mungu. Akiingia huyo mtaalamu, yeye anapoingia namna ile, yeye ni uwezesho, yeye ni nguvu, yeye anavunja vunja miungu yote ndani, kwa kuwa anayo macho, anayo miguu, anatembea. Haleluya, haleluya. Tunamuona huyo anahusika kwenye mabatizo ya Yesu. Mambo yake ni ya taratibu, mambo yake ni ya ni watu watulivu ndio wenye uwezo wa kumtambua huyu. Nataka na wewe ndani yako ingia kae. Bwana Yesu akusaidie, Bwana Yesu akutetee. Tunaona pia katika huduma ya Yesu, katika huduma ya Yesu tunamwona Roho Mtakatifu anahusika moja kwa moja. Kitabu kile cha Luka sura ile ya 4 mstari ule wa 18, Biblia inasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Yesu anapoianza huduma yake hakuianza kwa akili ya kawaida, hakufanya kwa akili ya kawaida, alifanya kwa uwezesho wa Roho. Ana Roho wa Bwana yu juu yangu. Tunamwona Yesu kama nafsi moja wa Mungu wa utatu. Tunamwona na Roho juu ya Yesu kama nafsi moja wapo ya Mungu wa utatu. Haleluya, haleluya. Nazungumza Roho Mtakatifu ni nani? Nasema ni nafsi moja wapo ya Mungu wa utatu. Kwa nini nafsi moja wapo ya Mungu wa utatu? Kwa sababu anahusika katika huduma ya Yesu. Yesu hakufanya chochote bila Roho wa Mungu kumwelekeza. Roho wa Bwana alimwelekeza, Roho wa Bwana alimfunika. Upako uliomkalia Bwana Yesu ni kwa sababu Roho Mtakatifu yu pamoja naye. Jambo lolote ambalo utalifanya katika maisha yako la kimungu, pasi Mtakatifu ufiki popote.
Iwe ni kuimba, tunahitaji uwezesho wa Roho. Ni kuhubiri, tunahitaji uwezesho wa Roho. Ni kwenye maombi, tunahitaji uwezesho wa Roho. Ni kusoma neno, tunahitaji uwezesho wa Roho. Yaani pasipo huyu ni ngumu sana kusoma. Utajikuta unasinzia, utajikuta uelewi, lakini huyu anaweza kufungua fahamu za wanadamu. Haleluya, haleluya. Lakini ndiye ambaye anashughulika na mambo ya chini chini ya mwovu Ibilisi. Naomba Bwana awe pamoja nawe. Naomba Roho Mtakatifu atembee kwako. Tunamhitaji huyu kwa namna kipekee sana. Yeye ni nguvu ya ajabu kwa namna ya ajabu. Ndio maana Yesu Masihi anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Hakuianza kazi ya Mungu bila Roho, na alifanya kazi ya Mungu kwa sababu analo hakikisho ndani ya moyo wake. Ndio maana anatuambukiza kwamba tuwe na kiu. Unahitaji kuwa na kiu ya kumwomba Mungu ili ujae Roho. Pasipo kiu hakuna matokeo. Panahitaji kiu, matamanio, kwamba nahitaji nguvu za Roho, nahitaji upako wa Roho, nahitaji mafuriko ya Roho, nahitaji uwezesho wa Roho ili akae ndani yangu anisaidie namna ya kutenda kazi ya Mungu. Haleluya, haleluya. Tunaona sababu nyingine ni katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 19. Hii ni katika mwito mkuu, katika utumishi wetu. Katika utumishi wako nenda unapowafanya mataifa kwa wanafunzi, wabatize kwa jina la Baba kama nafsi mojawapo ya Mungu hai aliye mmoja aliye pekee, kwa jina la Mwana na kwa jina la Roho Mtakatifu. Utaiona hiyo katika Mathayo 28 mstari wa 19. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunauona utatu wa Mungu mmoja katika kitabu hicho cha Mathayo 8 mstari ule wa 19. Haleluya, haleluya. Nazungumza kwa habari ya Mtakatifu. Ni nani huyu? Yesu anamwita ni msaidizi wetu. Yesu anamweleza ni msaidizi wetu. Kila kifungu kinachosomwa kinajaribu kueleza utatu wa Mungu kwa pamoja. Kitabu cha Yohana sura ile ya 14 mstari ule wa 16 na mstari ule wa 17 na kwenda kusoma kama ilivyoandikwa. Biblia inasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Samani, mstari wa 16. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sasa nataka kwa maelezo machache haya na kwa mafungu machache tuliyosoma, je, huyu mtu anaweza kaa ni huyo mmoja? Useme Yesu ndio Roho, Roho ndio Baba. Hapa Yesu anasema nitamwomba Baba, atapatia msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Sasa Yesu anamweleza Baba, anamweleza na msaidizi. Na anasema huyo ambaye nitamwomba Baba, ambaye ni msaidizi wenu, atakayekaa nanyi milele, anaitwa Roho wa kweli, ambaye dunia haimjui na haimtambui, lakini ninyi anakaa ndani yenu. Sasa hivi Mungu anataka kudanganya toto kwamba Yesu anatudanganya, amekaa anadanganya watu kwamba mimi ndio Roho, alafu anadanganya kuna Baba, anadanganya kwamba anakaa ndani yenu. Kwa hapa ni watu watatu tofauti wanaozungumzwa, kwa Mungu wetu hachunguziki, mafumbo yake hajulikaniki, ni mambo magumu, ni Roho peke yake mwenye uwezo kujua fumbo za Mungu. Ndio maana Yesu anasema hakuna mwanadamu yoyote aliyemwona Mungu,
isipokuwa Mungu Mwana pekee ndiye aliyemwona Baba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anajiita Mungu Mwana. Kwa hiyo hakuna aliyemwona Mungu wakati wowote isipokuwa Mungu Mwana. Haleluya. Hebu nisome hata hiyo pia, kwa kuwa imekuja kinywani mwangu. Hebu nisome. Tunaiona kile kitabu kile cha Yohana sura ile ya kwanza. Yohana sura ile ya kwanza, tutaiangalia hapo mstari ule wa 18. Anasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Sasa utasema Mungu wako wawili hapo. Hatusemi Mungu wako wawili, sema Mungu ni mmoja wa pekee wa kweli. Sasa najifunuaje sasa? Ndio jambo gumu mahali hapo. Sasa hapa Yesu anazungumza nafsi mbili. Nafsi yake kama Mungu Mwana na nafsi ya Baba yake kama Mungu Baba. Hakuna aliyemwona Mungu wakati wowote. Bwana Yesu atusaidie. Nataka kuna mambo fulani ya kimungu unapojaribu kujifunza, unahitaji utulivu na inahitaji Roho wa Mungu ndo akusaidie namna kujifunza. Katika hali ya kitabu ni ngumu sana. Mungu hahesabii kwa namba za tarakimu. Kwamba sasa amesema hapa Mungu Mwana, na hapa amesema Mungu Roho, na hapa amesema Mungu basi Mungu wako watatu. Hawako watatu, ni Mungu mmoja pekee. Ndio maana utamwona kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26 anajiita Elohim. Na katika Mwanzo 1:27 anajiita Jehova. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya, haleluya. Jambo la pili, Roho Mtakatifu ni nani? Yeye ni mtu wa kiungu. Tumeambiwa anakaa kwetu. Sisi tunamfahamu, tunamjua. Lazima tumjue huyu ambaye tunakaa kwetu. Maana ni nafsi. Yeye ni mtu wa kiungu. Ni personality. Anajitambua yeye ni nani. Haleluya. Ndio maana anaweza akakushauri. Anaitwa msaidizi. Haleluya, haleluya. Lakini napozungumza ni mtu wa kiungu, na kwenda kuzungumza mambo kama manne kukuthibitishia kwamba huyu ni mtu wa kiungu. Jambo la kwanza kumaanisha kwamba ni mtu wa kiungu ni kwamba anaweza akazimishwa. Unaweza kumzimisha Roho Mtakatifu. Kitabu kile cha Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Roho Mtakatifu unaweza kumzimisha. Kama vile unaweza kumzimisha mwanadamu. Naomba mtu mmoja apite mbele nionyeshe namna kumzimisha. Na yeye ni mshauri. Na yeye ni mfariji. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumzimisha kwa matendo yako. Yuko ndani yako. Ukamzimisha akashinda kufanya yale ambayo angeyafanya. Naomba utambue. Haleluya, haleluya. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5:19. Sasa huyu ni Roho Mtakatifu. Mimi ndio mtu. Roho Mtakatifu anaanza kuongea. Sawa eh? Anaanza kuongea. Sasa tumweke sasa huyu Mtakatifu awe ni mtu kama vile rafiki yako. Au ni baba. Au ni mtoto. Anaanza kuzungumza na wewe. Anza kuongea na mimi. Ongea. Subiri kwanza, sio unataka nini? Wewe anza kuongea. Anza kutoa maelezo. Hajanielewa. Kuna wakati fulani unaweza kaongea na mtu. Unaongea na mtu utakumfanyia anaongea. Unamsikiliza. Amemaliza ataka ujibu unaongea, anaongea. Unaanza kumsikiliza. Leo unataka uanze kuongea, anachoongea anaongea mwenyewe. Kwa hiyo unasema subiri. Anaongea. Nitakufanya anaanza kuongea. Kuna unashangaa mwisho anaongea, unabidi unyamaze kimya. Huko naita kuzimishwa. Yaani umpi nafasi kumsikiliza mwenzako anaongea na wewe. Unaposhinda kumpa nafasi unataka usikilize wewe, ongee wewe. Unapoongea wewe, yule atanyamaza.
Akisha nyamaza, maana umeshamzimisha. Na ndivyo Roho Mtakatifu anavyozimishwa kwa matendo yanayotendwa na waamini. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa anakaa ndani yetu. Ulimwengu hamjui, lakini sisi tunamfahamu, kwa kuwa ni Roho wa kweli, tena ni Roho wa milele. Anakaa ndani yetu, ni msaidizi wetu. Anapohitaji kukusaidia kwa ajili ya kesi yako, unamsikiliza. Bwana Yesu asaidie. Unapokuwa na misukosuko, unampa nafasi ya kumuuliza, nifanyeje hapa Roho? Biblia inasema Yesu akaongozwa na Roho kwenda nyikani akajaribiwa huko. Shetani akatokea akamjaribu kwa muda siku 40. Anamjaribu. Sasa Mtakatifu unamtembea namna hili. Unatembea naye namna hii. Je, unampa nafasi ya kumsikiliza? Haleluya. Je, anakushauri? Na kama anakushauri, magomvi yanatoka wapi? Migogoro inatoka wapi? Mambo magumu nakamuuliza yeye. Kama umemzimisha, atakuwa naye tu, mtatembea pamoja naye, mko watu wawili, lakini wewe ndio msemaji wa mwisho, wewe ndio mtatuzi wa mwisho. Yaani katika kila jambo utafanya wewe. Yeye baki anakuangalia, tumeshamzimisha. Hana nafasi yoyote. Tunahitaji kumtumia huyu mwalimu mwema. Ni mwalimu mzuri, ni kiongozi. Anahitaji wakati fulani atangulie mbele. Hapa sielewi. Anatangulia mbele, unaanza kumfuata. Tunakwenda sambamba. Kwamba ingia kwenye maombi. Unaingia kwenye maombi pamoja naye. Sasa hivi nenda kafanye kazi hii. Unaenda unafanya kazi hii. Bwana Yesu asaidie. Kwa kuwa ni nani? Kwa kuwa ni mtu. Ana uwezo wa kunyamazishwa. Lakini jambo la pili, huyo Roho Mtakatifu anaweza kufanyiwa jeuri. Kitabu kile cha Ibrania sura ya 10 mstari wa 29. Unaweza ukamfanyia jeuri Roho. Hebu ni kisome na kitabu chenyewe hicho. Unaweza ukamfanyia jeuri. 10:29. Biblia inasema, mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo, na kumfanya jeuri Roho wa neema. Sikiliza maneno kama haya. Kwa hiyo Roho anaweza kufanya jeuri. Unaposhinda kumakinika juu ya mambo ya Yesu Masihi, unafanya vituko juu ya Yesu Masihi, linaitwa ni tendo la jeuri juu ya Roho Mtakatifu. Ni kumfanya jeuri Roho Mtakatifu. Kwa kuwa Yesu alisema, nakwenda kumwomba Baba, na Baba atawapatieni msaidizi, na hata afanya katika yaliyo yake, yaliyo yangu ndiyo atakayafanya, na atawapatieni habari zangu zote, na atakumbusha yale yote ambayo nimewafundisheni. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuwa sasa anakuelekeza, hutaki kuelewa, kinaitwa ni kitendo cha jeuri. Haleluya, haleluya. Tunasema ni mtu wa kiungu kama nafsi mojawapo ya Mungu wa utatu. Sasa hapa ni jambo la pili, ni mtu wa kiungu. Kwa kuwa ni mtu wa kiungu, anazo akili, anao utashi, anayo macho, anayo miguu. Ni mtu wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ana uwezo wa kufanyia jeuri. Naomba usimfanyie jeuri Roho Mtakatifu. Unapoambiwa jambo hili, acha. Jambo hili usifanye. Jambo hili fanya. Kile ambacho unasikia msukumo na moyo wako kufanya, hebu fanya. Unapofanya namna hiyo, utaona Mungu akikutendea muujiza. Bwana Yesu atusaidie. Tunaona hapa Yesu yuko hapo, na tunamwona Roho Mtakatifu yuko hapo. Tunaambia ile damu ya Yesu, unapofanya ukaidi na ujeuri nayo kuisigina, ni tendo la kumfanya jeuri
mwana wa Mungu. Bwana Yesu, kumfanya jeuri Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Lakini sababu nyingine ya tatu, napozungumza juu ya Mtakatifu kwamba ni mtu wa kiungu, tunamtafiti ni nani hasa huyu ambaye anakaa kwetu, yuko ndani yetu. Ni mtu wa kiungu, lakini mtu huyu ni mkali zidi ya dhambi. Huwa hapendi dhambi na havumilii dhambi na hadanganyiki, japo unaweza kujitahidi kumdanganya. Kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka mwanadamu ni vya ajabu sana. Unapookoka namna ile, Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Chochote unachokifanya sirini, kwa ujeuri, kwa ukaidi, hicho kitendo unatenda, yani uko peupe. Ni sana mtu kwa kwenye kadamnasi ya watu kama hapa au sokoni, anafanya dhambi peupe, hakuna gasiri. Sasa yeye ni mkali zidi ya dhambi. Hebu tuangalie kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari ule wa 3 na mstari wa 4. Sikiliza inavyoelezwa. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Nazungumza juu ya Roho Mtakatifu. Kuna kumzimisha, kuna kumtweza, kuna kumfanya jeuri kana kwamba hayatoshi. Mtu alikuta amefanya dhambi, yeye ni mkali na hadanganyiki. Petro anamuuliza Anania, umeanzaje? Umethubutuje kumdanganya Roho Mtakatifu? Sasa uliyemdanganya kanifunulia mimi kwamba umeficha sehemu ya sadaka ya Mungu. Hujamdanganya mwanadamu, kwa Roho Mtakatifu ni mtu wa kiungu, lakini sio mwanadamu mwenye tabia kama sisi. Ni mwanadamu wa kiungu. Hujamdanganya mwanadamu, wewe umdanganya Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Hatuko sirini. Chochote unachokifanya kiko peupe sana. Roho Mtakatifu anaona, na kwa sababu yeye ana uwezo wa kuhuzunishwa, unapofika wakati wa kuhuzunisha namna ile, akikaa pembeni, mapepo yanaanza kukushughulikia. Ndio unashangaa mtu anaonewa. Ndio hayo maroho ambayo lazima kung'ang'aniwa kusio kwa kawaida. Kuna mambo fulani ambayo anasema kwa maisha mtu aliyokoka. Lazima jiulize, kwa nini hili kwenye maisha yangu ninasimama? Anza kuangalia mwenendo wako. Tabia zako zikoje? Huhitaji uchunguzwe na mtu yoyote. Unaye mchunguzi. Unayo forensic kwenye mwili wako. Unaye mtu ambaye anajua njia zako zote, na hana uwezo wa kutetea mbele ya mapepo na majini, kwa sababu umeruhusu mwenyewe hiyo tabia chafu. Umekuwa ni jeuri, umekuwa ni kijana mtukutu, ni toto tundu, ni kijana mchafu, tabia chafu na dhambi. Yeye hapendi dhambi kabisa.
Sasa kwa sababu wakati mwingine wapenda wanadhani Mungu ni kama mtu, na anaona hapa mimi sina Mungu, maana Mungu hapa hayupo, niko peke yangu, tafanya dhambi tu. Anasahau kwamba tunaye Roho Mtakatifu ndani yetu ambaye ndio msaidizi. Kweli umuone Mungu kwa macho yako, lakini Roho Mtakatifu yuko ndani ya moyo wako na unamfahamu na anakaa kwako. Kwani usimwogope? Kwani usimwogope? Lakini mbele ya watu ambao hawana chochote ndio wanajaribu kuvishama kwao, haitakusaidia. Anania na Zafira wako peke yao chumba wawili, wanakubaliana kutenga fungu moja hapa, tupeleke mafungu mawili huku, na wanasema Bwana tunashukuru sana kwa mwambie Bwana ametusaidia. Kaambia acha udanganyifu. Umedanganya mara ngapi? Umeongea uongo mara ngapi? Kwa nini pepo asiingia kushughulika na mtu? Kwa sababu unazo mali za kuzimu, unazo mali za kipepo. Tunahitaji kuzidondosha hizo ili kung'ang'aniwa kusiko kwa kawaida kusikae kwetu, na hatuwezi kuzidondosha hizo mali za kuzimu endapo tutakwenda mbele za Mungu kimaombi kwamba namhitaji Roho Mtakatifu aliyemsaidia na kunisaidia kae kwangu, ambaye atakwambia ikiacha mpaka mikono yako itakuwa mizito. Nakumbuka miaka fulani ya nyuma tulikuwa na mgonjwa mmoja, alikuwa ni ndugu yenu za Wisdom, alikuwa ni ndugu yenu. Mama anamtambua vizuri sana. Alimletaga hapa kwa ni mgonjwa, alikuwa amechanganyikiwa. Baada kumleta amechanganyikiwa hapa, tukamuombea ile hali ya kuchanganyikiwa. Tumemwombea ile hali ya kuchanganyikiwa, tumemwombea. Ametengemaa, ndugu zake haja kumchukua. Wanamwona bado ni kichaa. Wao mchukua, wakawa na kwenda kumnywesha dawa za kienyeji. Mama Martha, mama wa huyo kijana hapa, anasema hivi, yani wakienda kikombe anapiga kinoka chini. Hawakufanikiwa kumnywesha hiyo dawa kwa kuwa ameshapona, Bwana amemponya. Ila alimwona amechanganyikiwa bado. Na Bwana alimsaidia na ni mzima mpaka leo, kama bado anaendelea kuishi kama alitangulia bila kichelewa. Ila ni mzima. Tangu pale hakunywa dawa aina yoyote, na ndugu zake ilibidi wamwache, ndio akanatoa ushuhuda ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, kuna mambo ambayo huyajui ni dhambi kuyafanya, hautayafanya. Atakwambia mwanangu acha. Atasema na wewe hata kwa njia ya ndoto. Atakuonya kwamba hili acha. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuta mtu wa Mungu anatenda dhambi anafanya, basi kuna ujeuri ndani yake. Kamzimisha roho ndani yake. Ni dhambi imefika hatua imepevuka, imeota mizizi. Ndio maana anakafanya, hana mtu ambaye wa kumwambia acha. Na usikie tetemeko ndani ya moyo wako. Bwana Yesu atusaidie. Yeye ni ladha ya kweli na ni hamu ya kweli. Ni hamu yetu ambayo inatuongoza namna kwa na njaa ya haki na namna kumtumikia Mungu. Ni mwalimu wa ajabu sana. Anaweza kukufundisha mambo ambayo ni magumu sana, ambayo hayafundishiki. Kuna dhambi zile ni dhambi za faraga. Hakuna mwanadamu yoyote aweze kukuona wewe. Ni wewe na mwili wako peke yako. Yaani uko peke yako. Ukajikuta unatenda dhambi, Roho Mtakatifu yuko mahali pale. Na kama hujajua atakusaidia kwamba hili acha halifai. Hili acha halifai. Hili acha halifai. Bwana Yesu atusaidie. Lakini jambo lingine la mwisho, naposema yeye ni mtu wa kiungu, huyo Roho Mtakatifu hana msamaha kama utamkufuru. Bwana Yesu asifiwe. Hana msamaha kama utamkufuru. Na watu wenye uwezo kumkufuru Mtakatifu ni wachache sana. Ni wale ambao wamejazwa Roho, wamezoezwa kumtumia Roho. Inafika hatua wanageuka, wakisha mkufuru hanaga msamaha. Hanaga msamaha.
Sikiliza Mathayo sura ya 12 mstari ule wa 31 na mstari ule wa 32. Biblia inasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yoyote atakayenena neno lolote juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Yesu anamweleza Roho Mtakatifu ni nani. Ni mtu ambaye anahitaji umakini, ni mpole sana, ni muungwana sana, lakini ukifikia hatua ya kumkwaza anakubwaga jumla. Yesu anasema hakuna msamaha endapo utamkufuru huyu Roho. Hakuna msamaha. Wewe chezea Yesu, mkufuru Yesu, yeye atasamehe. Lakini kwa habari ya Roho, kama utamkufuru Roho, anasema msamaha upo kwenye ulimwengu huu na kwenye ulimwengu ujao. Maana yake nini? Tunahitaji kwenda kwa unyenyekevu mbele za Mungu, kwamba Bwana Yesu nisaidie, nahitaji nguvu yako, nahitaji mkono wako. Haleluya, haleluya. Na tunayazungumza haya, tunataka kila mmoja apate kujua unadili na mtu wa namna gani, unaishi na mtu wa namna gani, uwezo wake ukoje, nguvu yake ikoje, msaada wake ukoje maisha yetu. Haleluya, haleluya. Lakini jambo la tatu ambalo ni jambo la mwisho kumhusu Roho Mtakatifu, yeye huyo Roho Mtakatifu ni Mungu mwenye nguvu zote. Ni Mungu mwenye nguvu zote. Haleluya, haleluya. Na takuwa na mambo kama matatu hapa au manne. Kwa nini ni Mungu mwenye nguvu zote, wakati yeye ni nafsi mojawapo wa Mungu wa utatu? Sasa ni Mungu mwenye nguvu yote. Sikiliza, katika Rumi sura ile ya 8 mstari wa 2, anaitwa Roho wa uzima. Maana akishaingia ndani yako unakuwa na uzima tele 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 tele. Anaitwa Roho wa uzima, na kwa ni Roho wa uzima ana uwezo wa kutoa vipawa kama atakavyo, ana uwezo wa kutoa karama kama atakavyo. Katika zile karama 9 ipo karama ya maponyaji, inaitwa karama za kuponya. Kati ya zile karama 9 ambazo Mtakatifu anazitoa, ipo karama ya kuponya. Sasa haitwi karama ya kuponya, inaitwa karama za kuponya. Maana ndani ya karama moja ya maponyaji kuna karama nyingi ndani yake, ndio maana inaitwa karama za kuponya, ndio maana inaitwa Roho wa uzima. Haleluya, haleluya. Tunaposema ni Mungu mwenye nguvu zote, huyu Roho Mtakatifu, na ndio maana hata watu wengine mkanganyiko kwamba kama Roho Mtakatifu ni Mungu mwenye nguvu zote na Yesu ana uzima wote na Baba ana uzima wote, basi ni wale ni mmoja tu, ila alikuja kwa wakati fulani, alikuja katika sura ya mwana, tena baadaye sasa hivi amekuja kwa sura ya Roho, tena baadaye atakuja katika sura ya Baba. Hapana, ni Mungu mmoja wa pekee asiyetenganika, ali katika nafsi tatu. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya, haleluya. Sikiliza maneno kama hayo. Lakini sababu ya pili, anaitwa Roho wa kweli na ni Roho wa milele. Tumemsoma kwa kitabu kile cha Yohana 14:16-17, lakini pia ongezea kitabu kile cha Ebrania sura ya 9:14. Anaitwa Roho wa milele. Alikuweko tangu mwanzo.
na atakuweko nyakati zote, na yupo nyakati zote. Vipindi vyote vitatu, mwanzo, sasa na milele, yeye yupo. Ni sifa ya Mungu peke yake ndo anayedumu milele. Ndio maana tunamuita ni roho wa uzima. Anagawa waponyaji kwa mtu aliye naye. Tukiwa naye ndani yetu tunahuishwa, anatufinyanga. Haleluya, haleluya. Anayo mambo mengi ya kufanya. Lakini jambo la tatu, anatuweka huru. Anatuweka huru. Kitabu kile cha Korinto wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Tunaambiwa Roho ni Bwana, Bwana ni Roho, ametuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Ametuweka huru. Vifungo vimefunguka. Tukishakuwa na kishaingia yeye ndani yako, akishakaa ndani yako, yeye ni moto urao. Akishaingia ndani yako mtakatifu, yaani akishaingia ndani namna ile, akishaingia ndani ya moyo wa mtu, anaweza kwenda kuchinja miungu yote mle ndani. Anamweka mtu huru. Vifungo vinaachia, laana zinaondoka, magonjwa yanaondoka, mauti inaondoka, kwa tunaye roho wa uzima anayewaweka watu huru. Yeye ni Bwana awekae watu huru. Na ukiangalia Bwana yutumika mahali hapo, nafikiri runinga imeonekana kwamba Bwana ni roho, inaonekana hapo, inasomeka. Haleluya, haleluya. Jambo la 4 na jambo la mwisho, kwa nini ni Mungu mwenye nguvu zote anafumbua mafumbo magumu? Mafumbo ya Mungu anayafumbua. Haleluya. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 10 na 11. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Bwana Yesu atusaidie. Hebu nimwombe mtu mmoja aje hapa. Mwombe mtu mmoja aje hapa. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Naomba na mtu mwingine. Bwana Yesu atusaidie. Tunaupata ufunuo wa Mungu kwa roho. Hapa panazungumza hivi, lakini Mungu huyu ametufunulia sisi kupitia roho huyu. Bwana asifiwe. Mungu huyu kupitia roho huyu ametufunulia sisi. Roho Mtakatifu anafumbua mafumbo magumu. Mafumbo ya kimungu anafumbua. Mafumbo ya kibinadamu anafungua. Kwake hakuna mambo tatanishi. Tukishakuwa naye ni mfumbo mafumbo. Kama ni darubini basi unayo, iko ndani yako. Bwana Yesu atusaidie. Simama tu hapo hapo. Anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mafumbo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Nasikia maneno kama hayo. Roho wa nani? Roho wa Mungu. Kwa maana yake kumwabudu Mungu na muhitaji Roho Mtakatifu ndo atusaidie namna kumwabudu Mungu huyu. Pasipo huyo roho, namna kumwabudu Mungu huyu hatutaweza. Hatutajua. Hatazijua fumbo wala siri za Mungu huyu. Lakini huyu anatufunulia mafumbo magumu, kwamba ukitaka kumwabudu Mungu huyu anaabudu kwa staili 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndo imani wetu. Nenda kakae. Huyu ndo mkalimani wetu. Ndio maana tunaita ni chombo cha uchunguzi. Ni forensic yako.
ni ufunuo wako. Jambo lote gumu, kabla hujashambulia, hujalielewa, huna mahali pa kulipata, mwambie Roho Mtakatifu nifundishe, sijui juu ya jambo hili. Mwambie Roho Mtakatifu nijulishe. Naongea na mtu mmoja mahali hapa. Unaweza kupiga makofi mtu mmoja mahali hapa. Hatuhitaji kutangatanga. Tunaye huyu anayo mambo ya ajabu. Huyu unaona mimi ni mgumu sana kuomba, nifundishe kuomba. Atakufundisha namna kuomba. Nisaidie kuomba. Sababu kwanza ni muombaji. Huyu mtakatifu ni muombaji. Sifa nyingine alionayo ya mtakatifu ni muombaji. Ni muombezi wetu. Biblia inasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa kuwa hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Kwa huyu ni muombezi wetu. Anatusaidia kwenye maombi namna kuingia. Unaenda maombi unapiga miayo, huyu anatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nina imani sasa mshamuelewa huyu ninayemzungumza. Tutaendelea na safari yetu kuhusu Roho Mtakatifu. Nina imani hautakuwa na mashaka. Alivyo Mungu ndivyo tulivyo. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Yeye ambaye ni Elohim, ambaye anatenda mambo yote kwa namna ya ajabu sana. Na anasema sitaacha ninyi yatima, na kwenda kumwomba Baba awaletee Roho Mtakatifu. Na msitoke hapa mvike kwanza uwezo utokao juu. Kuna mambo uwezo kayaingia pasipo Roho. Haleluya. Kuna mtu mmoja anaitwa Antipa, shahidi mwaminifu wa Mungu. Alipokwenda kuifanya kazi ya Mungu, alikutana na watu wazito. Abanavuri alikutana nao mahali pale, yani majito na tani za rohoni. Akakutana nao, naambia alimuua katikati ya madhabahu. Tunakwenda sambamba. Wakamuua katikati ya madhabahu. Azma enyi wenye kupotoa, mashahidi wenye kupotokoleta potovu, mlimuua shahidi mwaminifu Antipa kwenye madhabahu ya Bwana. Nitaitaka damu yenu, nitaitaka damu yake. Bwana Yesu asaidie. Ulimwengu wa giza unahitaji nguvu kukabiri. Ndio lazima nakupa uwezo kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Mungu hawezi kutuacha twende kienyeji yenyeji. Utaibiwa fedha zako, utaibiwa afya yako, utaibiwa watoto wako. Chochote ambacho unajaribu kimiliki utaibiwa. Lakini zaidi ya yote zitaingia roho nyingine kutumikisha mtu. Ndio ile mtu apende hasira na hasira. Hataki kuzini anazini. Nitafanya nini sasa kutoka mahali hapo? Nahitaji nguvu kutoka juu. Nahitaji upako wa kipekee. Na mhitaji Mungu aliye tofauti, ili aliye msaada wangu anisaidie wakati wa shida yangu. Haleluya, haleluya. Tunaambiwa hakuna awezaye kujua mambo ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu peke yake ndio anajua mambo ya Mungu. Maana yake kumjua Mungu pasipo Roho ni ngumu sana. Kwa hiyo tunamhitaji Roho tumfahamu Mungu wa mbinguni jinsi alivyo. Namna gani ya kumwishia, namna gani ya kumpendeza, namna gani ya kumwabudu, namna gani ya kutekeleza maagizo yake, ni kwa nguvu za Roho ndani yetu. Haleluya, haleluya. Na kwenda kumalizia kitabu cha Zaburi sura ile ya 139. Zaburi 139. Mstari ule wa 7 mpaka mstari wa 12. Biblia inasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni wewe uko. Ningefanya kuzimuni kitanda changu wewe uko. Ningezitwaa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari, huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika.
kama ningesema hakika giza litanifunika na nuru inizingayo ingekuwa usiku, giza nalo halikufichi. Bali usiku huangaza kama mchana, giza na mwanga kwako ni sawa sawa. Huyu ndio Mungu ambaye tunamwabudu. Ni Mungu ajabu sana. Tunamhitaji Roho ndani yetu ambaye atatuelekeza huyu Mungu ni wa namna gani, ambaye giza halimfichi wala mwanga haumfichi wala kuzimu hakufichiki. Hatungeweka kitanda chako kwenye nyota huko nako anafika. Ama nitadondosha wanaokaa kwenye nyota, wamejinua juu ya nyota za Mungu, wameweka vyoto vyao huko, nitadondosha huko nako. Simama kwa miguu yako.